Oya mzee, kama ulidhani ile ya kwanza ilikuwa balaa, basi hapa ndipo utakapoumia roho zaidi. Devran amejikuta kwenye msalaba mwekundu kati ya kufuata sheria za mjini au kuokoa maisha ya mama ambaye Azize amemlilia maisha yake yote. Kila hatua anayopiga sasa hivi ni kama anatembea juu ya kioo, maana adui anamvizia kila kona. Simulizi inaendelea huku hali ya hewa ndani ya nyumba ikichafuka vibaya baada ya Azize kugundua kuwa Devran alikuwa anajua siri fulani kuhusu huyu mama, lakini alikaa kimya kwa muda mrefu. Azize anajikuta akipandwa na mori na kumwambia Devran kuwa kama kweli mama yake yuko hai na yeye akafanya siri, basi yeye ni msaliti namba moja kuliko hata wale waliomteka. Maneno hayo yalimchoma Devran kama msumari wa moto, huku akijaribu kueleza kuwa alikuwa anawalinda kutokana na unyama wa hawa wahuni ambao hawajali damu ya mtu. Wakati huo huo, mtaani kumenuka, kwani Yusuf naye ameanza kuonekana na mkono wake kwenye huu mchongo mchafu kwa kutoa habari za ndani kwa maadui wanaotaka kuifuta familia ya Devran. Zeliha alijikuta akiishi kwa hofu, akiona jinsi familia inavyosambaratika vipande vipande, huku majamaa kina Hazar wakitoa sharti moja tu gumu, kwamba Devran lazima asaini nyaraka za kuhamisha mali zote, la sivyo huyo mama haonekani tena duniani. Huu ulikuwa ni uonevu uliopitiliza ambao ulimfanya Devran aanze kupanga mashambulizi ya siri ili kurejesha heshima yake iliyochezewa. Lakini mambo yakawa magumu zaidi pale habari zilipoenea kuwa kuna watu ndani ya genge na Devran wameshanunuliwa na adui kwa pesa ndogo tu. Azize naye akawa hajatulia kabisa, akijaribu kutumia kila mbinu kumpata mama yake, hata kama itabidi apoteze maisha yake mwenyewe kwenye huo mnyukano wa wakubwa. Kila mara anapofumba macho, Azize anamuona mama yake akimuita, jambo linalomfanya awe na hasira isiyo na kifani dhidi ya mtu yoyote anayeonekana kuzuia mpango wake wa kumwokoa. Tension ikapanda hadi kileleni pale walipokubaliana eneo la kubadilishana mateka, huku kila upande ukiwa umeficha silaha na chuki nzito moyoni mwao. Devran alijua fika kuwa hawa watu ni nyoka wa kijani na hawawezi kumwacha mama huyo salama hata akitoa mali zote. Hivyo akaanza kuandaa vijana wake kwa ajili ya vita ya kufa na kupona. Alijikuta akipambana peke yake katikati ya kundi la simba wenye njaa, huku picha ya mama yake Azize ikimjia machoni kila alipotaka kukata tamaa na kuacha kila kitu kiende na maji. Dakika ya mwisho kabisa, wakati wanakaribia kukabidhiana begi la fedha, Devran akamuona huyo mama akishushwa kwenye gari akiwa amefunikwa uso wake, lakini ghafla akaona waya wa ajabu ukichomoza chini ya koti la huyo mama. Je, ni bomu limetegwa ili kumwangamiza Devran na huyo mama kwa mkupuo mmoja ili adui abaki anacheka? Oya, mchongo huu unazidi kuwa mbaya na unaumiza roho sana. Kama unataka muendelezo wake, unajua nini cha kufanya. Gonga alama ya subscribe kama bado, weka like yako na share video hii. Naahidi kushusha sehemu ya muendelezo chap 2 endapo comments za next zisizo za marudio zitafika 100 hapo chini. Nikiona mmeandika kwa wingi, naachia muendelezo hapa hapa. Hamasa. Shusha neno next sasa hivi tuone.